Mtazamaji na mfuatiliaji wa Flow Updates, leo tumekuletea yaliyojiri huko kuelekea uchaguzi wa mwaka 2025 ambapo zoezi la uchukuaji fomu limefunguliwa rasmi. Dirisha limefunguliwa tayari, wagombea wanaendelea kuchukua fomu zao huku wakisubiri zoezi la kuruhusiwa kuanza kunadi sera zao, yani kampeni. Moja ya majimbo yameendelea kuchukua fomu zao huku wengine wakionyesha wonders kubwa sana, majimbo yakichukuliwa na watu ambao hawakutegemewa. Je, unahitaji listi ambayo mimi nimekuandalia? Ni listi ya watu zaidi ya 20 ambao wamechukua fomu kuelekea uchaguzi wa mwaka 2025. Wote ni kutoka Chama cha Mapinduzi. Ikumbuke kuwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kilifungiwa kushiriki uchaguzi wa mwaka 2025 Oktoba kufuatiwa kushindwa kutimiza matakwa ya bodi ya uchaguzi. Moja ya sehemu ambazo zimechukuliwa fomu ni kutoka jimbo la Mbeya mjini. Jimbo la Mbeya mjini siku chache zilizopita liligawanywa na kuwa majimbo mawili, likafanika kuwa jimbo la Mbeya mjini pamoja na jimbo la Uyole. Kwa hiyo jimbo la Uyole tayari linajitegemea, huku jimbo la Mbeya mjini ambalo lilikuwa chini ya Daktari Tulia Ackson nalo linajitegemea. Daktari Tulia Ackson tayari amehamia jimbo la Uyole akichukua fomu kama mwakilishi wa kuliwakilisha jimbo la Uyole. Wengine waliochukua fomu ni kutoka hapa listi kutoka Flow Updates. Nkojani amechukua kugombea fomu katika jimbo la Temeke jijini Dar es Salaam. Huyu ni mwigizaji wa Bongo Movie bwana Nkojani, amechukua na uwakilishi wa jimbo la Temeke. Miss Tanzania ambaye aliwahi kugombea na mdau wa maendeleo ya jamii nchini ambaye anafahamika kama Faraja Kota amejitosa na kuchukua jimbo maalum la Tanga akiwakilisha Tanga, ambapo tayari amechukua fomu akiwakilisha Chama cha Mapinduzi. Mmoja ya watu ambao wamechukua fomu ni mtoto wa rais aliyefariki Daktari John Pombe Magufuli, Jessica Magufuli, akichukua ubunge wa viti maalum akiwakilisha jimbo la Geita. Yeye ameamua chukua jimbo la Geita akiwakilisha ubunge katika kipengele cha viti maalum. Daktari Juma Homela ambaye alikuwa ni mkuu wa mkoa wa Mbeya amechukua jimbo la Ruvuma akiwakilisha huko. Yeye amechukua fomu baada ya kuachana na ukuu wa mkoa na kuingia katika kuchukua uwakilishi katika jimbo la Ruvuma. Mmoja ya watu ambaye amechukua fomu ni kada wa CCM Pemba Hamisi Mtale, anatarajia kuchukua fomu ambaye atachukua katika uwakilishi wa jimbo la Chonga Pemba. Moja ya watu wengine ambao wamechukua fomu ni Engineer Hersi Saidi, rais wa klabu ya Yanga, ambaye yeye amechukua fomu katika kuwakilisha Chama cha Mapinduzi akiwakilisha jimbo la Kigamboni. Hashim Ibwe naye amechukua fomu, msemaji wa klabu ya Azam FC, naye amechukua fomu akiwakilisha jimbo la Dar es Salaam, ambapo moja ya jimbo la Dar es Salaam ambalo kwa sasa limenitoka kidogo, Hashim Ibwe amechukua akiwakilisha huko. Moja ya watangazaji maarufu kutoka moja ya media nchini Tanzania ambaye anafahamika kama Mami Vibes TZ, ambaye ni mkwe Abdul Isale almaarufu Mami Vibes TZ, amechukua jimbo uwakilisha jimbo la Tabora. Yeye amechukua kuisemea jamii katika ubunge wa viti maalum. Yeye kutoka kuwa mtangazaji ameenda kuwa mbunge wa viti maalum kuwakilisha jimbo la Tabora. Nani anamfahamu mzee wa Sukuma ndani? Mkuu wa mkoa wa Tabora bwana Agrey Mwamri, aliyefahamika kwa kauli yake ya Sukuma ndani. Yeye amechukua uwakilishi akiwakilisha jimbo la Tabora, jimbo la Siha, huku akichukua fomu katika uwakilishi wa jimbo hilo bwana Agrey Mwamri, mzee wa Sukuma ndani. Na baada ya kuchukua fomu bwana Agrey Mwamri anasema yeye bungeni haendi kufanya mambo ya kijinga. Ni mzee ambaye yuko serious sana. Moja ya watu wengine bwana Dr. Festo Dugange ambaye alikuwa anafanya kama mbunge wa jimbo la Wanging'ombe mkoani Njombe. Bwana Festo Dugange sasa amechukua fomu akiwakilisha Chama cha Mapinduzi katika jimbo la Wanging'ombe lililopo mkoani Njombe, sambamba
karibu na Makambako. Mmoja ya watu wengine ambao wamechukua fomu ni bwana huyu anaitwa Ojambi Masuhuri, ambaye amechukua fomu. Meya wa Ilala Adidas Masuhuri amechukua fomu akiwakilisha jimbo jipya la Kivule jijini Dar es Salaam. Jimbo la Kivule ni jimbo jipya. Yeye ameamua kujitosa na kutupa karata yake huko, akiamini kuwa atakuwa mbunge wa jimbo la Dar es Salaam. Mwanzo nilikujuza kwamba Hashim Ibwe amechukua fomu akiwakilisha jimbo sikulitaja. Sasa huyu bwana amechukua fomu akiwakilisha jimbo la Mwanga Kilimanjaro. Bwana Hashim Ibwe amechukua fomu, ambaye huyu ni msemaji wa klabu ya Azam FC. Mmoja ya watu ambao pia wamechukua fomu bwana ni mheshimiwa bwana wacha nikutajie hapa, anaitwa Biteko, Kulwa Biteko. Naibu waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaitwa Doto Biteko, lakini Kulwa Biteko yeye amechukua fomu akiwakilisha jimbo la Katoro bwana. Kulwa Biteko, Doto Biteko ni naibu waziri mkuu, Kulwa Biteko anawakilisha jimbo la Katoro. Mmoja ya watu wengine ni kada wa CCM bwana Gaston Malthus Francis, amechukua fomu akiwania ubunge wa jimbo la Kawe kupitia Chama cha Mapinduzi. Jimbo la Kawe bwana Gaston Malthus ambaye amechukua jimbo akiwakilisha huko. Mmoja ya watu wengine bwana ni mfanyabiashara wa magari bwana Muself Abdalla, ambaye amechukua fomu akiwakilisha jimbo la Wete Pemba. Huyu ni mfanyabiashara. Watu ambao wamechukua fomu kuwakilisha uchaguzi wa mwaka 2025 ni watu ambao kwa idadi kubwa wote hawakutegemewa. Moja ya watu ambao hawakutegemewa ni Baba Levo, ambao yeye alionyesha nia ya kugombea jimbo la Kigoma, huku alienda kwa ziara Kigoma kuzungumza na wananchi wa Kigoma kabla ya kuchukua fomu. Bado listi inaendelea, huku wabunge na wakuu wa mikoa wakiendelea kuchaguliwa. Ikumbuke Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alisema kwa wale wote wateule wa mimi, ikiwa watahitaji kugombea kwenye majimbo yao, wawasilishe barua mapema ili niweke nafasi zao zichukuliwe na watu wengine. Paul Makonda ambaye pia aliweka nia amegombea ubunge wa jimbo la Arusha kwa shinikizo la wananchi wa Arusha. Yeye alikuwa ni mkuu wa mkoa wa Arusha, amegombea jimbo la Arusha kupitia Chama cha Mapinduzi. Naye amechukua fomu, mmoja kati ya watu ambao sija kutajia kwenye listi hapa. Endelea kufuatilia Flow Updates, yote yanaendelea kuja huko. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike, kushare, kubonyeza alama ya kengele kwa ajili ya kupata taarifa mpya kutoka kwenye peji yetu. Mimi nikutakia wakati mwema, uwe na wakati mwema. Lakini Flow Updates ni sehemu pendwa kabisa, ni sehemu ambayo inatoa taarifa za uhakika na ukweli daima.